Paulo anasema kitu moja katika Wakorintho wa pili 10. Anasema maana 13 inasema maana ingawa tunaenenda katika mwili, ingawa tuko katika mwili huu wa nyama, ndio, ingawa tuko katika mwili huu wa nyama, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Yaani mambo yetu hatuyafanyi kwa jinsi ya mwili. Hiyo ni Paulo. So licha tuko katika mwili huu, yote ambayo tunafaa tukayatende, tusiyatende katika mwili. Tufuate Roho akatuongoze ili tuachane na nini? Na huu mwili. Licha tuko katika mwili na mwili ni mdanganyifu, si tufanye nini? Tufuate Roho. Ile nasema maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hizi silaha ambazo tuko na si za mwili. Sasa Mama Jairo anauliza atawachaje fitina? Huwezi wacha fitina kama we mwenyewe unapenda fitina ile. Kama unapenda kuisikia, umekuja kwa mwili. So huwezi iwacha kama unapenda kuisikia. Inafaa kama hutaki kufitini, hata kuisikia fitina usifanye nini? Usisikize. Ili ufanye nini? Ili uweze kuenenda katika Roho. Uachane na yule mwili, kwa sababu mwili utakwambia kusikia. Walisema hivi na hivi huku. Wewe unasema aje? Wacha akuje tuonane na yeye. Hata kama hutampiga ngumi, kuna yale utatoa. Itakuwa kwa mwili. Unamwambia unikome na usirudie uachane na mimi. Lakini kama ungechukua Roho, uambie Mungu nisaidie hapa. Usisikize ile fitina na usitaki kuifuatilia. Mtumishi ametuelekeza vizuri na akasema yeye yalipomtendekea mengine, yeye alinyamaza. Na akaasimu hakuna kitu imefanyika. Na akaendelea na shughuli. Ingekuwa ni mimi pengine tungeamua tuishi kweli sikio ilikuwa na roho hizi. Sisi hatungekula. Ingeambatana na hiyo pepo ya kutopika, na sisi tungesema hatukuli. Na ikae namna hiyo. Kwa sababu ningeenda kimwili. Singeshughulika ati hapana. Nasema hapana, hiyo leo wacha ikae tu hapo mpaka kesho. Lakini ni vema tumepata haya, tunazidi kujifunza ili siku nyingine akisha kitendeka tukaondoke katika hii mwili wetu wa nyama na kwa mawazo ambayo tunakuwa nayo. Kwa sababu mawazo ndio yanafanya nini? Yanatupoteza. Tano inasema tukiangusha mawazo. Ile wazo, mimi ndiye mume wa hii nyumba. Na hii mke nilimlete hapa anipikiaye. So ili wazo nikiliangusha linitoke mimi. Nisifikirie kuhusu ili wazo. Kama amesema hapiki, na si nilikuwa nakula wakati hapo anakuja. Ni kama hata kama nilikuwa nakula mbichi, wacha nipike mbichi siku hiyo tuku. Lakini sasa nitaangusha mawazo na nipike, lakini pengine sitamuamsha. Nitaamsha Dani na Viona na watoto wale, naona hao watoto si vizuri walale njaa. Mama yao juu amesema yeye tukae vile tutakaa. Niambie hii kuleni, mwende mula. Hata kama sitakula nishibe, lakini wao wakule yaani niondoe mgogoro yangu kwa watoto, ubaki mimi na mama
So ni ile tukiangusha yale mawazo, tukiwachana na yale mawazo ambayo huyo yanatupata. Wakati umefitiniwa, kuna yale mawazo yanakuingia. Kama utayaacha wewe, uachane na kuwaza kuhusu ile fitina, hutakuwa kwa nini katika ile fitina. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Yaani tukiwacha yale mawazo na kila jambo linaloinuka kwenda kinyume na elimu ambayo umepata ya Mungu. Kwa sababu kuna yale umefundishwa ya Mungu, si ndio? Ya uungu, yale mnafaa ufuate. Yaani mawazo yako, kama utaangusha mawazo yasiende kinyume na ile elimu ambayo umefundishwa. Alafu inazidi kusema, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Yaani wewe ukazidi kumtii Kristo katika gani? Uachane na yale mawazo ambayo yanakupeleka kinyume na Kristo. Lakini ukamtii Kristo. Kila fikira ambayo ingekujia ambayo sio ya mapenzi ya Mungu, ukaiteka nyara, ukielekeza ifanye nini? Utii Kristo. Hapo utakuwa kwa kusimama. Ndiposa kama tuseme ndugu yangu ndio alipika, lakini yeye alikuwa anapika kwa mapenzi ya Mungu. Hakunung'unika kwa ile kazi. Hakusema huyu naye ni aina gani. Hakukumbuka ati inafaa. Ati huyu bado ni mwenye nitapelekea mahali. Najua mawazo inakuja, anasema kweli ng'ombe itakuja kama unaendelea hivi, haiwezi kuja huko. Utangoja sana. Kwa sababu umeangalia huyu mtu hakutii jinsi inavyofaa. Unajua hata sisi tunakumbwa zangu tunaambiwa watu wanafaa watutii. Sasa mama Viona alitii hata kwa ujinga yenye ninafanya. Kwa sababu ile Biblia imesema wanawake ni wakutii. Sasa anitii kwa sababu kwa ile ujinga yenye mimi nafanya anitii tu. Tupotee sisi wote. So haya mawazo tukiangusha, tukaelekeze na tuteke nyara kila fikra ovu ambayo inatujia, hiyo fikra ipate kumtii Kristo, basi tutasimama na hatutaona ugumu wowote. Shida inakuja tu, mwili unatudhamini. Mimi mtu hawezi kunitusi kabisa, lazima tupambane mpaka unadhubutu, unasema huyo Kristo nitamweka kando. Sijui anakuaga wapi kwenye utaweka kando. Utaweka kando kwanza, tupambane. So hii fikri ya kumweka kando tupambane ndio inafaa ikutoke, ukafikirie jinsi Kristo alikuwa anakaa aje. Wakati alitukanwa, yeye alijibu? Hakujibu. Alidhihakiwa, kuna jambo alisema? Yeye alikaa tu akiangalia mapenzi ya Mungu jinsi yalivyo. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, kutii kwenu utakapotimia. So kutii kwetu naweza sema hakujatimia. So ni sisi tuwe tayari, kitu cha kwanza kujua maasi yote tukayaondokee. Sijui, unajua kuna wakati unaweza fanya jambo, wakati unataka kulifanya umeshafikiria wazo la pili. Unajua kuna wakati unaambiwa wazo la kwanza linakuwa nzuri, lakini wazo la pili linakujaga. Kwa sababu kuna jambo unaweza fikiria, ili jambo nitalifanya hivi na hivi, lakini umeshafikiria nikishalifanya, mwenye ataliona ama mwenye atalisikia atafikiria aje? Litamfaidi? Ile neno linasema na maneno yetu ya kumfaidi atakayesikia. So huyu atakayesikia nafaa asikie maneno gani? Kwa sababu kuna ule utafaidi kwa fitina.
kabisa, na atatembea nao kabisa. Si ni maneno ulitoa? Ndio, lakini sasa hii fitina wewe unaona kama imemfaidi, lakini haifai, haijamfaidi kwa sababu anazidi kuasi zaidi ya jinsi wewe ulikuwa. So kwa yote ambayo tunataka kufanya, tuyafanye jinsi Kristo anavyotushauri. Tusienende tu hivyo hivyo. Kuna tofauti ya mwili na mwili unasikia uchungu, roho haina uchungu. So kama roho iko ndani yako, roho wa Mungu, jinsi tumeambiwa roho wa Mungu yu juu yako. Na unajua hivyo, unajua pengine sijui kama roho wa Mungu yu juu yangu. So unaweza fitini, unaweza pigana, unaweza fanya lolote. Kwa sababu sijakubali. So ni sisi wenyewe kwanza tukubali Kristo. Na tumuamini. Tukishamwamini, kumbuke wewe ni muumini na unamwamini Kristo aliyekufa msalabani na akafufuka siku ya tatu kwa ajili yako, ili adhihirishe mapenzi ya Mungu kwako, ama upate kukombolewa. So kama alikufa na akafufuka upate kukombolewa, na pengine wewe huja, so uamini ulikombolewa, ndiposa ungali katika yale ya kale, licha wewe ni mshirika wa Springs of Life, ama wewe ni mshirika katika huduma yoyote pahali popote, lakini hujajidhamini wewe ni nani mwanzo vile ulikuwa na ulivyo wakati huu. Kwa sababu kama hautabadilika kutoka ile ya kale na ukuje kwa hii, unajua unafaa ujione wewe mwenyewe kwanza, ndiposa na sisi tukuone na udhihirishe kwa matendo yako, ikabainika kweli wewe umeokoka, ama roho wa Mungu yu juu yako. So ni wakati utakubali kupatilisha maasi yote yakakuondokee, yasiwe na wewe. Kwa sababu haya maasi lazima uwe unawajua. Kama jambo halitafurahisha aposto, na ninajua haliwezi kumfurahisha, nisilitende, ama usitendee mwenzako. So mambo mengi yako katika mawazo, si ati ni ngumu, ni mawazo tu ambao huwa yanatupata. Atiposa Paulo anasema tukiangusha yale mawazo na kila fikra ipate kumtii Kristo, kuenenda kwa mapenzi ya Mungu, basi hakuna jambo litakuwa ngumu kwetu, na tutaweza kuenenda kwa njia ya Mungu, na lolote tutakayokuwa tukiomba tutakuwa tunatendewa. So tusijiingize katika mambo mengi ambayo hayafai. Hao ni ya ulimwengu, na mwili unaenda na ulimwengu. Huu mwili ndio utasikia baridi, na huu mwili ndio utakwambia sasa, walisema tufikae kanisani saa 10:30, kuanzia saa 10:30, na barafu yenye inakuwa hiyo wakati. Na kweli siku hiyo ukifunua tu, kama ulisema barafu inakuwa mingi na ulilalamika kuhusu hiyo saa, ukifunua tu kichwa hivi kidogo, hata uwezi funua tena. Wakati utafunua hivi ni 1:30. Hiyo 1:30 tunafaa kuamka. So tujaribu kuambatana na roho, jinsi roho anavyotuongoza. Sababu kama ibada imesemekana 1:30, Mungu atusaidie zaidi. Hii 1:30, ikiwa wewe ndio utaongoza ibada, tafadhali Mungu awe na akusaidie kabisa, tufike hiyo saa ya 1:30, isiwe ya kurejelewa. Kwa sababu badala ilianza saa 3, huko ilianza saa 3, huko juu imeketeremka ikakuja saa 2:30, sasa imerudi saa 1:30. So hakuna wakati itakuja saa 4. The trend inaenda ikirudi juu, inaenda ikirudi chini. Wale tulifanya mahesabu juu, hiyo ndio mahesabu ilikuwa natupeleka. Unaangalia jinsi hiyo grafu yako inaenda. Grafu yetu inaenda ikirudi chini. So saa za ibada inafaa
Kuna wakati tutakuwa tunakuja ibada ndio tuende kukunywa chai. Sasa tunakunywa chai ndio tukuje ibada. Sasa tutakuwa tunaenda opposite. Sasa Mungu atusaidie, sijui kama tutakuwa tunaamuka tu unavaa na unatoka. Sababu najua mtu alisema siku moja huwezi kufa na siku moja juu ya njaa. Njaa ya siku moja haiwezi ikakuua. So na hii njaa italetwa na mwili ambao inafaa tutoke kwa hiyo mwili. So tuangalie, ni tricky sana kutoka kwa mwili kuingia kwa roho. Kwa sababu iko kazi ngumu hapo zaidi. Si pepesi vile. So na yote imebebwa na mawazo. So tukiondoa haya mawazo ambayo yanatujia wakati nafaa tutende mapenzi ya Mungu, kuna mawazo yanakujia. Yale yanakuja hata wakati mwingine unaweza sema tunahitaji 200. Shilingi 200 kwa hii vichwa yote. Hata kama niko na 200 nitatoa 10 bob kwanza, kwa sababu nimehesabu hao watu wote. Mawazo yangu imeniambia kila mtu akitoa 10 itafika, hata itafika. Si ni mawazo? Lakini ningechomoa ile 200, hiyo chapter tumevu. Lakini mawazo siku watu karibu 100. Na ni 200. Hiyo ni shilingi 200. Sina wazo la kusema ati fulani hana. Hapana, 200 tunagawana. Lakini hii mawazo ndio mbaya. Hakuna baraka za kugawana. Baraka ni unyakue wewe mwenyewe, hakuna za kugawana. So acha Mungu akawatende mema. Karibuni katika ibada hii siku ya leo. Tulikuwa naongozwa na wazee. Na wazee tulikuja mapema sana. So Mungu atusaidie.